Bana, kocha Florent Ibenge, kocha huyu wa Azam akitokea pale Al Hilal ya nchini Sudan, wakati anasaini mkataba wa kuifundisha Azam FC, taarifa za ndani kabisa zinadai kwamba uongozi wa timu hii ulimhakikishia kwamba atasajili mchezaji yote atakayemhitaji. Mwanzoni kabisa mwa msimu mambo yakawa katika usajili, na jina aliloanza nalo lilikuwa ni la kipa Issa Fofana ambaye Azam ilimsajili muda mfupi mara baada ya kupendekezwa akitokea pia Al Hilali ya nchini Sudan. Kumbuka Fofana baada ya kuingia Azam FC akawa ndio mchezaji aliyefanya kazi kwa karibu zaidi na Ibenge, kwani walikuwa pamoja katika klabu hiyo ya Al Hilali ya Sudani kikosini hapo kuliko kipa mwingine yoyote ndani ya timu hiyo. Wengi tuliamini kwamba Fofana ndiye atakuwa kipa chaguo la kwanza la Ibenge kwa vile ni mtu wanayefahamiana vizuri, wamefanya kazi katika timu moja wakiwa wanafahamiana vizuri zaidi. Hivyo tukaamini kwamba makipa wengine kama Aish Manula na Zuberi Foba, pia Anthony Mpemba wasingepata nafasi na Issa Fofana angekuwa ndiye kipa nambari moja. Sasa mara baada ya siku chache mambo yakaanza kuwa tofauti, kwani alianza kugawana mechi za kucheza na Fofana na Foba, kwa maana Foba na Fofana walianza kugawana mechi hivyo, na sasa amejikuta akiwa ni kipa chaguo la tatu ndani ya Azam FC. Hii inatufundisha nini? Kwamba ushikaji baadaye, kazi kwanza. Sasa chaguo la kwanza ni Aish Manula hivi sasa, mara baada ya kucheza mechi kadhaa mfululizo, na hali iliyosababisha hadi kurudishwa katika timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Sasa chaguo la kwanza ni Aish Manula, lakini chaguo la pili kwa inavyoonekana hivi sasa ni Zuberi Foba, na yeye Issa Fofana yuko nyuma yao, manake ni chaguo la tatu na ana uwezekano mdogo sana wa kubakia ndani ya klabu hiyo kwa msimu ujao. Sasa hapa kuna somo ambayo kocha huyu Florent Ibenge anaifundisha katika klabu ya Azam, anatufundisha watu wa mpira na katika ligi yetu ya Tanzania, kwamba anajaribu kutoa somo ambalo ni kuzingatia weledi katika utekelezaji wa majukumu ya ukocha badala ya kuleta ushikaji au urafiki na kujuana, ambako mara nyingi huwa ni chanzo cha timu kufanya vibaya. Sasa Florent Ibenge anajaribu kuonesha kwamba kocha anatakiwa atoe nafasi ya kucheza kwa wachezaji kwa kuangalia kile wanachokifanya katika uwanja wa mazoezi na sio kwa sababu ya kufahamiana. Lakini pia anawakumbusha wachezaji kuwa hawapaswi kuhofia pale kocha anapoingia katika timu na wachezaji wake, bali iwe ni chachu ya kuimarisha viwango vyao. Hili ni funzo kubwa ambalo kocha Florent Ibenge anatupatia Watanzania na ligi yetu hii ya NBC, kwamba ushikaji, kwamba kwa kuwa mmefahamiana kutoka katika klabu fulani, mnapohamia katika klabu nyingine, kocha anapaswa kuangalia mazoezini nini kinafanyika ndio akupange katika mechi husika, na sio kuweka ushikaji mbele kwamba kwa sababu anakufahamu basi atakupanga. Una maoni gani kuhusiana na funzo hili la kocha Florent Ibenge kwa wazawa?